Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Basi usinione kama nilivyo hivi. Nilikuwa napenda kuvaa wigi. Nilikuwa napenda kupaka. Lakini kuna siku, yani wakati nimelala, nilioteshwa kama ndoto fulani. Ilikuja yani kama kuna watu kama wawili wamekuja, watu wamevaa vizuri, wana viatu virefu, wamejipaka ile huo kama ni wanja, wamesuka hizo nywele kama rasta, wamesuka vizuri, wako vizuri, ila ni wanakucha ndefu. Wakawa wananishauri, wananiambia, dada, kwa nini na wewe usitumie vitu kama hivi? Nikamwambia, bwana, mimi sasa hivi vitu sivitumii. Ndio nilikuwa nimesha okoka. Bwana asifiwe. Nikawa sivitumii hivyo vitu. Kwa hiyo wakawa wananishauri hivyo, wananishauri. Nikawa nawakatalia. Yaani ghafla nikasikia sauti kubwa, yaani ni sauti kubwa kama ni maspika fulani yamefungwa, yaani sauti inatawanyika sehemu mbali. Inaniambia hivi, enyi wanadamu, hamjui. Akawa ananiambia kupaka wanja, kuvaa viatu virefu, au kuweka kucha hizi zinakuwa ndefu, sio wanaweka za bandia. Hamjui kama ni chukizo mbele za Mwenyezi Mungu? Umeona? Yaani ni sauti kubwa. Nilishtuka, hiyo jambo yani liliniumiza sana. Niliumia sana. Yaani hata kulipokucha asubuhi, namwambia mchungaji, kuna ndoto nimeiota, lakini naona inaniumiza sana. Yaani kila nikijitahidi kufuta hii ndoto, lakini nashindwa, nakuta inajirudia sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ndipo nilipojifunza kwamba kumbe hivi vitu sio vizuri kuvitumia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kuna siku hiyo sema nisikia hapa na pale nimelia. Ndio. Hebu niambie, maana siku mbili. Hiyo ni ya pili. Mimi sio naniambiaga. Ndio, yaani kama nimeifupisha, lakini baada ya kusema hayo maneno, yaani ikawa kama iliposikika hiyo sauti kubwa, yaani kukawa kama kuna, yaani watu wakawa wanakimbia, yaani kila mtu anakimbia, yaani kila mtu anakimbia, yaani ikawa kama ni vurugu fulani, yaani vile walipoisikia ile sauti, yaani watu wakawa wanakimbia huku na huku, yaani hakuna aliyetulia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amina.